Na mtusalia na masuala kama hayo ya shule ni kwamba Wizara ya Elimu basi inatarajiwa kufaidi pakubwa katika bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2026-2027 baada yake Rais William Ruto kutangaza kuwa elimu imetengewa mgao mnene wa jumla ya shilingi bilioni 765. Hii itakuwa ongezeko kutoka kwa mgao wa mwaka wa kifedha wa 2025-2026 uliokuwa shilingi bilioni 702.7. Basi isitoshe, serikali inatarajiwa kuajiri walimu 16,000 zaidi katika mwaka wa kifedha unaokuja. Kuhusu usajili wa watahiniwa, Waziri Ogamba Julius Migosi ameonya wakuu wa shule dhidi ya kukataa kusajili wanafunzi kwa sababu ya salio la karo, kama jinsi anavyotuarifu Jacob Ochiro. Serikali ya Kenya Kwanza inapania kuongeza fedha za kufadhili sekta ya elimu baada ya Rais William Ruto kutangaza katika kaunti ya Nandi Alhamisi hii kuwa mgao wa bajeti wa elimu wa mwaka wa kifedha wa mwaka 2026 hadi mwaka 2027 utaongezwa kutoka bilioni 702.7 hadi shilingi bilioni 765. Over the last 3 years, we have raised the budget for education from 500 billion to 700 billion this year. And next year, we're going to spend 765 billion to educate our children in Kenya. We don't consider the money we put in education as a cost. We see it as an investment. Rais alisisitiza kuelimisha kizazi cha kesho ndilo jukumu lao kuu, na ili kuhakikisha hilo linafanyika, wanapanga kuajiri walimu 16,000 zaidi katika mwaka wa fedha ujao. We still have to hire another 16,000 teachers to fill the gap that existed, and we are going to factor that in the budget of next year so that we can hire more teachers and make sure that all our learners have access to quality relevant learning. Kando na hilo, Waziri wa Elimu Julius Ogamba ametoa onyo kali kwa wakuu wa shule dhidi ya kukataa kusajili wanafunzi watakaotahiniwa mwaka huu kwa sababu ya salio la karo, akisisitiza kuwa mitihani ya kitaifa inafadhiliwa na serikali. We have received reports that some principals are not registering students for their examinations candidates for 2026 because of balances of fees. Let me explain to you. Exams are paid for by the government, so no principal should fail to register a student to undertake the examinations in 2026 because they do not have school fees. If we find that that has happened, we'll take serious administrative and disciplinary action. Rais alikuwa mgeni wa heshima katika maadhimisho ya miaka 100 ya shule ya upili ya Kapsabet, alikosema wataendeleza miundo msingi mingine nchini kando na madarasa 23,000 walizojenga na maabara 1,600 zinazoendelea kujengwa. Jacob Ochiro, Runinga ya Hope, Nairobi.